the name my name is Wizard Kobe the wa Simba wote maana yeah. Sasa ndugu zangu jambo lakini Nyama choma hoye! Nyama choma hoye! Jamani mkoa. Sasa nimekutana na mpenzi wangu wa kizungu. Sasa kwenye kumwaga mistari yangu nikawa na kodi na baraka niambia kwamba mpenzi wangu nakupenda kama ngeli za nomino. Nikasema kwa mimi napenda kama ngeli za nomino. Nikajisikia kama mpumbavu. Naona bwana. Na kujisikia sio natukana nikivumilia cha sifa. Lakini kingine jamani, unajua kwenye sherehe yako yote ambayo ushafanya sherehe, siku moja huko kwenye sherehe yako ukakutana na watu wa design hii hapa. Unajua kuna VIP na kuna IP na kuna P. Sasa VIP wenyewe anatembea wakiwa wanakuja mbele tena, unajua tu wanaingia masalia hapo. Unajua kwamba pengi yote kuanzia 100,000 hapo kwenda juu kule. Lakini ukiingia pale kwenye IP kuna style fulani kuna unaelewa sio lakini ukiingia kwenye person maana ukishasema ni regular kama mimi hapo mimi mwenyewe niko kwenye kundi cha regular. Ukishamwangalia tu ndio kwamba hakuna ile inayotoka ni kuanzia 5,000 au 2,000. Utaona tu hapo kwenye unajua hakuna hela hapo. Naona bwana. Lakini muda mwingine madada na washauri, madada zangu na washauri. Unajua mpenzi wako alikupigia simu akasema kwamba baby, hello, ukifika mwisho wa barabara inapoishia nani unipigie simu. Jua hapo unapelekwa habari. Uelewe kabisa kama sio kupita majirubani, uelewe kinachofuata. Unajua kwenye maisha haya bwana, kuna mambo yanachekesha sana. Sasa mimi kipindi niko mdogo pale nyumbani, mama akipika ugali, akishapika ule ugali ni bwana kaatulia kamoja. Nachukua ule ugali natengeneza ng'ombe. Ila baada ya kuja huko chuo, oya hadi leo hakuna makosa. Najua kumbe ni bwana ana mwenyewe bila kujua unachofanya. Najiraumu mwenyewe. Naona bwana. Kwenye haya maisha bwana, unaweza ukaenda kwa ndugu zako. Mimi nilienda kwa kaka yangu. Nilipofika pale kwa kaka yangu, nikawa kaka yangu ni mfanyakazi wa benki. Naona bwana, profesa. Nikawa nabaki pale nyumbani na shemeji. Kwenye kubaki pale na shemeji naelewa shemeji. Najua shemeji wewe ni mrembo, nikasema shemeji, hata ujinga nitakudungunyua. Unaona bwana? Sasa siku moja pale nikawa nimebaki mimi na shemeji pale nyumbani. Watu wengi bado tumekaa tunaangalia TV. Kwenye kuangalia TV pale. Sasa shemeji alipokuja kuangalia ile nani? Kuja kuangalia remote imegoma kuna nini kuonga kwenye TV. Akaniuliza shemeji, humu ndani aishi wawili tu mimi na wewe. Najiuliza kumbe shemeji ananichukuliaje? Kwa hiyo nikaondoa kwamba kumbe mimi ndo naharibu TV. Kwa hiyo epuka sana kwenda kwa mashemeji. Si unaelewa zile? Naona bwana. Lakini katika maisha haya ya kawaida, wasebu wasukuma tunyoshe mkono basi kama unajua ile msukuma ulipo, popote msukuma yoyote ulipo. Nyosha kama mkono, unyoshe mkono sio mkono. Sasa kuna amri 10 za msukuma kama ukimkamata mchumba wako akiwa ana mpenzi wake. Cha kufanya pale, msukuma ukimkamata mpenzi wako ana mpenzi wake, wamelala kitandani kwako. Mwambie kesho shemeji uje tena. Naona bwana. Wasukuma ndio walivyo hivyo, usielewa zile. Ndio walivyo hivyo Wasukuma. Wewe nani? Hivi yule mpenzi wako yule ameshakutambulisha kweli ndio anakutumia kama nani, kama habaki. Wewe nani wewe?
Ameshakutambulisha? Bado. Mwambie akutambulishe. Kuna siku yaje utalia na kusaga meno. Unaona bwana? Unajua kwenye haya maisha jamani, kuna kitu kinachekeshaga sana. Unajua kwa mfano katika kozi yetu hapa chuoni tunasoma kozi za aina hizo za aina 3. Sasa kuna ndugu yangu mmoja anasoma media. Kwenye likizo ile ya mwezi wa 3 alienda nyumbani, alipoingia pale nyumbani, si unajua kwamba mzazi aliuliza, mwanangu Mr. Loshman, unasoma nini kule chuoni? Mzee wa media akamwambia mzazi wake, na na mzazi wake ameishia la pili B. Unaona bwana? Alimwambia mimi baba chuoni tunasoma masuala ya meti. Alafu nawe tumetoka familia moja, lakini nikauliza mimi, wewe mwanangu Wiza, ni wewe unasoma kozi gani? Najua sisi watu wa Afrika kumwelezea mzazi uwezo kupata shida sana. Nikamwambia, wewe baba, sisi chuoni tunasoma hizi hapa. Hata mzazi hapa ameishia darasa la kwanza ile atajua tu kwamba mzazi wake anasoma masuala haya hapa, si unajua zile? Anajua kabisa. Ndio maana washauri wenzangu wa meti eti dini basi kukadiri karuka hata kidogo hadi ndio unamdanganya mzazi pale unakuwa unatumia karuka basi ambao kanakuwa creativity. Sasa unamwambia mzazi gani, baba mimi nasoma masuala ya meti. Mzazi mwenyewe ameishia la kwanza B, hapo naambia nasoma masuala ya meti. Naona bwana? Hizo ni design zenyewe. Unajua bwana, sisi ambao tuna wachumba, sisi sote ambao tuna wachumba, unakutana na mpenzi wako. Yaani mpenzi wako. Yule mpenzi wako unamtaka, lakini anakuona wewe kama takataka. Na wakati wengine wapo wanaokutaka na wengine wanaokutaka hadi wanaona kukuacha. Jamani, wewe unifanye hivi fani. Shida inayosababisha mambo sisi mapenzi yetu watu wake. Point ni zile. Lack of capital. Poor knowledge conservation. Wewe unamwambia kwamba ni mambo baby leo naomba tukutane. Hiyo ni shamba lako la ukutani. Sio shamba hilo. Bali ni mwili. Sasa tunamwambia kwamba tukutane, hilo ni shamba. Hiyo ni mpenzi ambaye anataka abembelezwe. Kuna mtoto wa mtu jana mtongoze anasema, yaani yeye mwenyewe hadi akisema kwamba hai always me. Kwa nini ameleta duniani? Kwanza nilipofika mimi nikamwambia Jawala, mama mimi nakupenda kama angeliza nomino, unajua zile. Nakuelewa kama kitenzi kichirikishi. Yaani ndio mahali anakubali anasema kwamba why always me? Thank you for listening to me.